Jambo wa Kenya, jina langu kama kawaida Wendy Wangugi. Leo niko mahali hapa tupige story, na hii story ni kuhusu kijana mmoja. Huyu kijana ndiye alikuwa anahadithia historia yake. Siku moja niliwahi kumsikia huyu jamaa akisema ya kwamba mimi siwezi nikaoa kwa sababu ndoa hailipi kwa wanaume wala haina faida yoyote. Haina faida yoyote kabisa zaidi ya kupoteza. Mimi nilikuwa mwaminifu kwa mke wangu, namlisha, namvisha, namridhisha na nampa furaha yote anayostahili kupewa mwanamke. Ila bado mke wangu alinisaliti kwa mwanaume mwingine, na kwa kuwa nilitaka tuachane, nilimwachia mali yote kama matumizi ya watoto, ila mali zangu mimi akawa anazitumia na yule mwanaume aliyekuwa akinisaliti naye. Jamaa akamuuliza yule rafiki yake aliyekuwa akimwadithia, ushawahi jiuliza mwanamke kuolewa ni bahati na unaamini pia mwanaume kuoa ni bahati? Kuelewa swali ni nusu ya kujibu. Wanaosema kuna mke wa mtu na hakuna mwanaume wa mtu, hoja yao ni kwa sababu mwanamke anamilikiwa kwa maana amelipiwa mahari. Wanaume ni waote sababu hakuna mwanaume anayelipiwa. Kwa kuendelea kumjuza rafiki yake, jamaa akasema, kujaribu kumsahau mtu ni kumkumbuka, sio kumsahau. Na hapo nilifungua sikio ili nimsikie vizuri. Hivi unaamini werevu hujifunza kwa kila mtu? Na kwa watu wa kawaida hujifunza kwenye uzoefu wao. Hali ya kuwa wapumbavu washakuwa na majibu. Kumuelewa huyo jamaa ilitakiwa nitulize akili yangu kwanza. Maana heri ujinga kuliko maarifa ya uongo. Kuna umuhimu gani kuwa na sauti ikiwa unakaa kimya kwa mambo ambayo unapaswa kuyasema? Jamaa akasema, ninataka ujue hivi, usidhani hakuna mamba kwa maana umeona maji yakiwa yametulia. Usione wawili wanapendana ukakurupukia mapenzi. Na ni vizuri ujifunze kuachana kabla ya kujifunza kupendana. Mwanamke ni urembo, ila una urembo gani ukiwa unawavulia nguo wa nje? Ninachowapa ni ushauri ili kesho yasije akawakuta. Naamini jambo kubwa ni kujaribu bila kutarajia kushindwa. Na kingine, ushauri utakaotoa kwenye mahusiano yoyote utoe kwa ufupi sana, na usifunge mdomo wako kamwe kwa mwenye ulifungulia moyo. Na ukipenda mtu sema, na ukikubaliwa kupendwa sema, kwa sababu adhabu ya uongo haipo kwa kutoaminika, bali kwa kutokuamini mtu yoyote. Kingine nachotaka Wakenya wajue, watu wenye ni ngumu kupenda ndio watu wanaohitaji kupendwa zaidi. Na kingine namalizia kusema, usije kuingia kwenye mahusiano bila malengo, kwa maana asiyejua anapokwenda hakuna lifti itakayomfaa. Jina langu kama kawaida Wendy Wangugi.